Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameliambia shirika la habari la ABC la nchini Marekani kuwa kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ndiko kutamaliza vita vya sasa na sio kuviendeleza zaidi kama baadhi ya watu wanavyodhani. Awali rais wa Marekani Donald Trump anaripotiwa kumuonya Netanyahu kuacha mpango wake wa kumlenga Ayatollah Ali Khamenei, akihofia kuwa vita vitakuwa vikali zaidi, lakini Netanyahu amemwambia mwandishi wa habari Jonathan Kahli kuwa kumuua Ayatollah Ali Khamenei hakutazidisha mzozo bali kutomaliza. Tumekuwa na mzozo wa nusu karne ulioenezwa na utawala huu ambao unatishia kila mtu katika eneo la Mashariki ya Kati. Umeshambulia kwa mabomu maeneo ya mafuta Saudi Arabia, unaeneza ugaidi na hujuma kila mahali. Vita vya milele ndo Irani inavitaka na wametufikisha ukingoni mwa vita vya nyuklia, na kwa kweli kile Israeli inachokifanya ni kuzuia hilo lisitokee kwa kukomesha uchokozi wake, na tutafanikiwa kufanya hivyo kwa kusimama pamoja tu dhidi ya utawala huu wa uovu, Netanyahu amesema. Waziri mkuu huyo alipoulizwa kama Israel itamuua kiongozi mkuu wa Iran, alijibu kuwa Israel itafanya kile inachohitajika kukifanya. Sitaingia zaidi katika hilo, lakini tumewalenga wanasayansi wao wa nyuklia ambao kimsingi ni timu ya Hitler ya Khamenei. Netanyahu amesisitiza hata zaidi kuwa kwa sasa ni wakati wa Marekani kuungana na Israel ili kumaliza kabisa mpango wa nyuklia wa Iran. Leo ni Tel Aviv, kesho ni New York. Mimi naelewa dhana Marekani kwanza na sio Marekani iliyokufa. Watu wa Irani huwa wanaimba kifo kwa Marekani. Kwa hiyo tunachofanya ni miongoni mwa huduma za kibinadamu tu, na vita vyetu ni baina ya wema na uovu. Kwa hiyo Marekani inapaswa kusimama vizuri, na hivyo Rais Trump anavyofanya, ninathamini sana msimamo wake huo. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alipouzilia mbali taarifa zilizochapishwa na jarida la The Wall Street Journal kuwa Iran imeonyesha dhamira ya kumaliza mzozo na kuanza tena mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia. Si shangai haya, na maanisha kuwa wanaendelea na mazungumzo haya ya uongo. Wanadanganya huku wakitaka kuendelea kuunda silaha za nyuklia na kujenga safu kubwa makombora ballistic ambayo wanayatumia kuwalenga watu wetu. Wanataka kuendelea na mazungumzo huku wakiendeleza kuunda silaha hatari kwa ajili ya Israel, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema. Alipoulizwa kujibu baadhi ya Warepublikani wanaopinga Marekani kuiunga mkono Israel katika vita vyake na Iran, Netanyahu amesema Irani ni tishio kwa dunia nzima na si tu kwa Israel. Hatupigani tu na adui yetu, tunapigana na adui yenu pia. Wanaimba kifo kwa Israel, kifo kwa Marekani. Tuko kwenye njia moja na hili linaweza kuifikia Marekani hivi karibuni, Netanyahu alionya. Siku ya Ijumaa, mwanahabari mkongwe wa Marekani Tucker Carlson aliandika katika jarida lake, na nukuu, Marekani isishiriki katika ngazi yoyote katika vita dhidi ya Iran. Tusitoe ufadhili wala hela za walipakodi wa Marekani. Tusitoe pia askari wa ardhini, na tunachotakiwa kufanya ni kuiacha Israel ipigane vita vyake yenyewe. Akimjibu mwanahabari huyo, Netanyahu amesema Marekani inatuunga mkono katika ulinzi ili kukabiliana na tishio hili la dunia nzima. Imetupasa kuchukua msimamo huu mgumu dhidi ya uovu, na ndivyo Marekani inavyofanya. Alipoulizwa hatua zaidi Netanyahu anataka nini kutoka kwa rais wa Marekani, alijibu kuwa angependa jeshi la anga la Marekani kuungana naye. Pia ameshukuru mifumo ulinzi wa anga Marekani unaotumiwa sasa na Israel kudaka makombora ya Iran. Tunapigana dhidi ya utawala unaotuchukia sisi sote, ambao unajaribu kutua na unaojaribu kuleta vifo vingi kote Mashariki ya Kati na kote duniani. Kwa hiyo Rais Trump anachukua msimamo wa wema dhidi ya uovu. Mwisho wa kunukuu.